Kwa majina naitwa Ramadhani Hanzuruni Ramadhani, au unaweza kuniita Joe Babae. Nilianza boxing professional boxing nilianza mwaka 2023. Kwa nini niliamua kucheza mchezo boxing? Mchezo boxing kwanza ni ajira. Pili ni mapenzi. Napenda mchezo boxing. Nilipenda tu mchezo boxing. So unajua kipenda choro ula nyama mbichi, kwa hiyo niliupenda mchezo boxing. Okay, kachana boxing nimesoma elimu gani? So sana. Kidogo tu. Nilibahatika kupiga mpaka diploma pale. Mimi ni baria, nimesomea masuala ya shipping and port operation. Shipping and port management. Kwa hiyo elimu yangu ndio hiyo. Na natamani kama napata nafasi mbele tupige tu hizo zingine kwa sababu uwezo upo. Familia inanichukuliaje? Mwanzo ilikuwa inanichukulia, familia kwanza ilijigawa. Kuna ambao wanisupport, kuna ambao walinipinga sana. Alafu familia walionipinga walikuwa wanachukulia mimi mtu wa ajabu kwa sababu vyanzo vipo vya kupata kazi na nini, kwa nini nikacheze boxing. Kwa hiyo waliniona mtu wa ajabu. Ila kama nilivyokuambia ni mapenzi, napenda boxing. Kwa hiyo sasa hivi familia inanisupport kwa kifupi wote, sababu nimewaaminisha na wameamini. Kwa hiyo wananisupport, nashukuru Mungu. Kama nilivyosema, mwanzo walikuwa hawanielewi pia mtaani kwa sababu wananifahamu vyema. Wananifahamu vyema nilipotokea mpaka nilipofikia. Kwa hiyo walikuwa wananichukulia pia mtu wa ajabu. Ila nashukuru sasa hivi wananichukulia ni mtu ambaye peace, kama unavyoona mimi napenda kufurahi, napenda utani, napenda nini. Kwa hiyo wananisupport mtaani. Wananisupport. Na ili ujue kama wananisupport, nikikaribia na fight unaona watu wengi wanaonyesha upendo kwenda kupima kwenye fight. Wanaonipenda wengine zaidi wananisema kwa kasoro zangu. Mimi binadamu sijakamilika, wananisema. Kwa hiyo kwa mapenzi yao yanapitiliza mpaka wanaamua unaelewa. Kwa hiyo mtaani wananipenda kwa kifupi, wananipenda. Nashukuru Mungu. Kwa kifupi na malengo natamani siku moja hata nisipokuwa mimi nifike mahali ambapo nataka nifike. Natamani kufika kuwa bingwa wa dunia, au nije kuheshimisha jamii yangu, nije kuheshimisha taifa langu. Lakini hata nisipokuwa mimi basi niwe chachu ya mimi mwenzangu pia aende. Iko tu ndio nakitamani kukiona siku moja. Kwa kifupi mabondia wengi wananiinspire. Wengi, ila naweza ngamtaja mmoja tu kama sample ya wengine. Kuna bondia anaitwa Roy Jones Jr. Huyo mimi ananiinspire sana. Uchezaji wake, tactics, vitu vingi sana. Fight zote zinanipa matumaini. Ila fight, naweza ngataja fight moja kama pia sample ya kuwakilisha fight zingine. Kuna fight nilipigana na bondia mmoja tu, Said Mbelwa. Inanipa matumaini kwa sababu ni bingwa jamani, ni bondia wa zamani, bingwa mzoefu kwenye ring, nimecheza naye, ameanguka zaidi ya mara zote. So kwa hiyo yeye ananipa matumaini. Kuna bondia wengi, kama nimefika Mafia Boxing Promotion nimekutana na bondia wengi ambao sikuwahi kukutana nao. Tabia zao sikuwahi kujua. Unajua kuna mtu kwenye TV au ukimwona mtu nje tu huwezi kumjua ukiwa naye karibu. Kwa hiyo bondia wengi wananivutia. Kuna kina Kalolo, kuna kina Chino, kuna kina Ibrahim Mafia Mtangi, wengi sana. Kuna mdogo mmoja wa Shauri, wengi mno. Kuna kina Kato Machemba. Kuna bondia anaitwa Ibra Kadabra, unaona. Mabondia wengi, yani nikitaja Somalizi, kuna nani mwingine? Wengi, karibia mabondia wengi wa Mafia Boxing Promotion, yani love. I like it. Na pia ukiacha hiyo, kuna bondia wengine wa kike ambao pia nimeona lifestyle yao wanajiheshimu,
hawachezi tu, wanacheza kwa malengo. Kuna bondia naweza ngamtaja, wengi wa kike, ila naweza ngamtaja anaitwa, kuna bondia anaitwa Jessica Mfinanga, kuna bondia anaitwa Felicia Mashauri, kuna kina Pendo Njau, ushaona. Nikimaanisha hivyo namaanisha kwamba wanajituma. Serikali napenda itoe mchango gani katika tasnia yetu ya michezo, sana sana boxing? Mimi ningependa kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea rais shupavu, mama yetu anaitwa Mheshimiwa sana Samia Suluhu Hassan. Mitano tena mama, tunakupa. Babai hapa anaongea. Mimi nipongeze serikali kwa yote waliyofanya, lakini pia ningependa kuiomba serikali yangu, au ningependa kuishauri maoni, iweze angalau kuweka mikakati mizuri kwa mabondia, kwa mfano kupata bima ya afya. Tena sio bima tu, bima kubwa ile ya afya. Unajua mchezo wetu tunapigania maisha. Ni mchezo ndio, lakini unajua do or die. Kwa hiyo ningependa serikali bima ya afya izingatie, lakini pia iwape kipaumbele mabondia kwenye mikopo labda, sababu bondia akipigana anapata pesa. Kwa hiyo watengeze mifumo mizuri tu, mabondia wapate mikopo ili waweze kukopa kwa rahisi na kujikwamua katika maisha yao. Nikimaanisha waweze kutengeza miradi na nini, lakini pia kama itawezekana kupitia Wizara ya Michezo, chama cha TPBRC, Tanzania Professional Boxing, waweze angalau serikali kudhamini kuleta watu watoe elimu kwa mabondia, namna gani wanaweza kuwa ma-entrepreneur, kuwa wajasiriamali, namna gani wanaweza wakawa wajasiriamali. Serikali pia idhamini hilo swala, lakini pia serikali kama ingefaa zaidi iweze kutengezea mazingira mazuri ya mabondia kupigana. Kwa mfano nikimaanisha ukumbi mkubwa, yani serikali idhamini ukumbi mkubwa wa kimataifa, ring, kwa ajili ya zile tournament zikitokea na nini, basi zifanyike hapo. Lakini pia serikali itajipatia pia uchumi kidogo, kwa sababu kuna percent na mimi itaingia serikalini kupitia huo uwanja ambao utatengenezwa kwa ajili ya fight za mabondia. Lakini pia katika hilo uwanja pia manake serikali itaweka asilimia ndogo sana za kulipia. Ushaona, kulipia hilo eneo. Kwa hiyo serikali yetu ningependa iweze kudhamini ring, sehemu ya kufanyia mashindano ya kimataifa na vitu kama hivyo. Lakini pia kama itawezekana gym kwa ajili ya train. Tunataka mabingwa wa dunia. Kama itafaa zaidi iende kwenye serikali ya chini, nikisema local government, namaanisha hivyo kwamba wale huko ndo kuna mabondia wengi sana mitaani ambao hawana njia, hawajui watoke wapi waende wapi. Kwa hiyo serikali yangu ningependa huko kwenye serikali ndogo ya mitaa waweze kuwatolea macho. Kuna vijana wengi wana vipaji, basi wapewe fursa vijana, tengeze mazingira wapewe fursa. Tukiachana na boxing, kwa upande wa pili, career gani, entertainment gani ambayo najichanganya nayo? Tunajichanganya. Unajua michezo ni tunashabihiana. Ndio na washikaji wengi, wakina Doto Magari, washikaji zangu wananisupport, na washukuru sana brother. Kuna Joti brother, nashukuru. Wengi nikiwataja samalizi, ila kuna mdada mmoja naye alikuwa Miss Tanzania nafikiri kama sikosei 2000 na sikumbuki vizuri, lakini muda anaitwa Miriam Odemba. Saruti, nimeishi na wewe, nimeona upendo unaonyesha kwetu, kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwangu. Nashukuru pia. Wako wengi, kuna kina Bob Junior, ushaona Wanyamwezi hao. Bwana bro, saluti sana, mmetisha. Lakini pia kuna mabrother, kuna kina Chris Kisinini, VIP gym pale Kinondoni. Ni mtu entertainment, alikuwa ni promoter zamani wa boxing, lakini pia ashakuwa alishakuwa actor, ashakuwa bondia, ushaona.
Kwa ni wengi, lakini pia umesema kwamba international. Tulibahatika ndio kukutana na msanii anaitwa Lugha. Lugha ni msanii ambaye Afrika na dunia ni msanii mkubwa. Kwa hiyo nao wana support, tuliishi nao vizuri. Nilikaa naye kama wiki moja hivi, alikuja Tanzania hapa, Masaki kule. Of course, lakini tunafanya kwa ajili ya tunajaribu kuangalia njia namna gani boxing ya Tanzania inaweza ikawa viral worldwide. Mimi nashukuru kwa makocha wa Mafia Boxing kwa sababu wamejipanga. Ni makocha ambao wamejipanga, ni makocha ambao wanajua nini wanakifanya. Kwa sababu ukija Mafia Boxing, kocha anakuandaa mentally and physically. Kwa hilo tunawapongeza na washukuru. Mahesabu mengi sana kwenye pad, kwenye game. Kocha anaanza kufanya hata kama game inakuwa iko pressures. Kocha anakufanya inakuwa iko pressures, unajua. Kwa hiyo nawashukuru sana kocha. Kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui, nimekuja kuvijulia hapa Mafia Boxing Promotion. Vingi mno, lakini yote na yote ni kwa sababu ya makocha. Na ushindi ambao tunaupata kwenye magemu yetu sio sisi. Makocha wana asilimia kubwa sana, wana asilimia nyingi sana sisi kuwa na ushindi katika fight zetu. Kwa hiyo big up sana kwa makocha wa Mafia Boxing. Miss Kenya.